Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Mola subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake, kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, kipenzi chetu pia mtukufu wa daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tukumbushane machache katika swala zima la siha na afya, lakini kabla hatujaingia huko, tafadhali ningependa tu tusaidie kusubscribe katika channel yetu pendwa ya Hanbal TV Online ili tuzidi kusonga mbele vizuri na tuzidi kukupatia mawaidha ya kukumbushana mwili matatu katika dini yetu ya Kiislamu. Hanbal TV Online, siku zote tunasema kwamba we plan, Allah decides, bi lugha al-arabia nahnu nakhtutu wallahu yakhluqu. Basi katika suala zima la siha na afya, hakuna kitu kitamu, hakuna kitu kizuri ambacho mja amejaliwa baada ya yaqin. Kwa nasi ya hadithi ya mtukufu wa daraja asema kwamba kama kuna kitu kitamu, kitu ambacho mja amejaliwa baada ya yaqin, baada ya iman, yani wewe Muislamu kama umepewa iman, kitu kingine kinachotufuatia ambacho ni neema kubwa, basi ni siha na afya. Kwa hivyo ikiwa uko nao siha na afya, hauna budi kusema alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man asbah minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizatu lahu dunya bihadhafiriha. Asema yote aliyepewa mambo matatu kama haya, basi amepewa ufalme mkubwa. Asema man asbah minkum aminan fi sirbihi, yote aliyepambaukiwa ama ameingia siku nyingine akajipata katika ule mtaa, katika ile sehemu anaishi, ana amani, majirani zake ana amani na wao, hana ugomvi na wao, watu wa familia anaishi na wao vizuri kabisa. Kisha jambo la pili, muafan fi jasadihi, katika kiwiliwili chake amepatiwa nini? Amepatiwa siha na afya katika kiwiliwili chake. Hiyo haitoshi, indahu qutu yaumihi, ana chakula cha siku yake cha asubuhi, mchana, jioni, chakula cha siku yake nzima. Basi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema fakaannama hizatu lahu dunya bihadhafiriha, huyu amepewa ufalme mkubwa, yani kwa tafsiri nyingine amemiliki kila kilioko katika huu ulimwengu. Asa ikiwa mimi na wewe tumeingia katika mambo haya matatu, tumebahatika kuwapata mambo haya matatu, tusemeni alhamdulillah. Angalia, mmoja katika watawala wakubwa, bila shaka ilikuwa ni Harun Rashid, alikuwa anakunywa maji. Alipokuwa anakunywa wale maji, basi akaingia ulama mkubwa, kama sijakosea alikuwa ni Ibn Samman, radhi za Mwenyezi Mungu ziwashukie wote wawili. Basi alipokuwa anaingia katika ile nyumba, akampata Harun Rashid ni mwenye kunywa ile maji. Akamwambia, subiri mwanzo, kabla ya kunywa maji nikuulize, vipi ikiwa utazuiwa kunywa hayo maji, uambiwe kwamba ujikomboe kwa kitu fulani ili uweze kunywa hayo maji, wa illa utakufa, utafanyaje? Basi akasema, nitatoa nusu ya ufalme wangu ili tu niruhusiwe kunywa haya maji. Alipomaliza kuwapiga tama ile maji, akamuuliza tena suala la sahihi aliyomrushia, akamuuliza, vipi ikiwa utazuia kwenda haja ndogo, uambiwe kwamba ujikomboe kwa kitu fulani ili uwezi kwenda haja ndogo, wa illa utakufa. Je, utajikomboa kwa kitu gani? Akasema, nitatoa nusu ya pili ya ufalme wangu. Na huyu inasemekana, nasoma historia ya Harun Rashid, alikuwa anamiliki sehemu kubwa katika zama hizo, alikuwa ni mfalme mkubwa sana. Lakini angalia, anatoa mali yake yote katika kuitunza na kuithamini siha na afya. Maana ni kuitunza mwili wake, na kuutunza mwili wako ndo nini? Ndo siha na afya unaitaka. Hasa ndo alikuwa Harun Rashid alikuwa anaitaka kuitunza nini? Siha na afya katika mwili wake, alikuwa hataki kupata maradhi. Hivi mimi na wewe ni mara ngapi tumemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa siha na afya ambao sisi tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukumbuke Allah subhanahu wa ta'ala siha na afya aliyotupatia ataenda kutuuliza. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu
abdun yawma alqiyama min an-na'im an yuqala lahu alam nusahhi laka jasadak alam nurwika min al-ma'i al-barid. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema kitu cha kwanza ambacho mja ataulizwa katika ibada, kitu cha kwanza ambacho mja ataulizwa ni swala. Katika neema, kitu cha kwanza ambacho mja ataulizwa ni siha na afya. Ataulizwa alam an yuqala lahu alam nuswahi laka jasadak, hivi hatukukupatia wewe kiwiliwili kilichokuwa na siha, yani kiwiliwili chako hatukukitia siha na afya, hatukukupatia afya iliyokuwa sawa sawa. Je, katika hiyo afya iliyokuwa sawa sawa uliitumia kwa njia gani? Sasa ni swali ambalo mimi na wewe tufaa kujiuliza, bali insanu ala nafsihi basira. Tujiulize mimi na wewe, hii siha na afya tumeitumia katika harakati gani? Tumeitumia kwa njia gani? Ikiwa tumepata jibu la hili swali, basi ina maana itakuwa tumejua ile siri ama tumejua ile thamani ya siha na afya tuliyopatiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia, mmoja nikimalizia, alimshika mwenzake mkono kisha akampeleka akamwonyesha majengo tofauti tofauti, akamuuliza aina nahnu hina qusimat hadhihi al-amwal, sisi tulikuwa wapi ilipokuwa haya mali yanagawanywa? Yani huyu amechukulia kwamba ufalme mkubwa kuupata hapa duniani basi ni kumiliki majengo, ni kupata mali, ndio ufalme mkubwa wa akili yake. Basi akamshika mkono akampeleka hospitalini, akamuuliza swali, naye akamuuliza wa aina nahnu hina wa aina nahnu hina qusimat hadhihi al-amrad, na sisi tulikuwa wapi ilipokuwa haya maradhi yanagawanywa? Hebu nenda hospitalini utampata yule anaugua sukari, yule ana kansa, yule ana kadha kadha kadha, maradhi ya kila aina. Ukienda tu hospitalini kule ndio utajua thamani ya siha na afya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Na Allah subhanahu wa ta'ala huwa anatutaka sana tumshukuru kwa hii siha na afya, bali katika Al-Qur'an Karim atuambia kwamba la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru kwa siha na afya, yani Allah subhanahu wa ta'ala asema mkinishukuru kwa jambo lote ambalo mimi nimewapatia katika neema. Sasa kwa mada yetu ni siha na afya, tukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa siha na afya, basi naye Allah subhanahu wa ta'ala atazidi kutupatia afya iliyokuwa bora, afya iliyokuwa imara. Itakuwa sisi hatuonekani hospitalini, kumbe sisi itakuwa tabia yetu ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati. Unasema alhamdulillah, na si kusema tu alhamdulillah, bali ni kufanya vitendo katika kuonyesha kwamba wewe unaregesha shukrani za dhati juu ya siha na afya aliyokupatia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuweza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuleta dhikri, katika kufanya ibadat na kufanya kila aina khairat. Kwa hivyo tumshukuru na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutupatia neema kubwa kama hii ya siha na afya. Na ikiwa kuna wale ambao kama wako hospitalini, ni wagonjwa, wako hali mbaya, basi tuombe dua, tuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awakirimu kama alivyotukirimu sisi siha na afya. Leo hii mimi tuweza kuzungumza vizuri kwa sababu ya siha na afya. Tuweza kwenda harakati zetu, tuweza kwenda mahala popote, tuweza kunwa, tuweza kula, tuweza tukafanya kila aina ya kazi kwa sababu ya siha na afya. Lakini kuna fulani ambaye iko pale kando hawezi kufanya kazi wote, si kwamba si kwamba yeye hataki, la, afya yake haimruhusu, hana afya katika mwili wake, ako pale, ako hali mahututi, ako hali mbaya. Basi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutujalia siha na afya. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusisahau kusubscribe katika channel yetu ya Hanbal TV Online. We plan, Allah decides, nahnu nakhtutu wallahu yakhluq.